ina maana tangu nilipokuacha asubuhi amka mpaka sasa hivi nimekuacha pesa matumizi, kufanya maandalizi ya kula mpaka aje ufanye chochote. Amka basi. Kuja kuchukulia chipsi. Sawa? Waamke hapo chap, nimekutia maji ya kuoga pale. Ukija hapa tayari unakula, napumzika. Sawa? Amka bwana. Sawa? Naona leo mchana ndugu yangu. Mwanangu efe. Vipi zigo lipo Kama kawaida unavyoliona, Sasa mwanangu, hapo tengeneza zege fresh la kushiba. Maana tuko ntobee. Unajua mwanangu, apige mazaga yote, masotoje, pilipili, chumvi, kachumbari, mazaga yote yatia umo mwanangu. Unajua? Kweli, lakini nilijua mtoto kama yupo nyumbani atakupikia madiko nini wewe? Mwanangu nuksi mwanangu naangalia unaona ile mtoto kaja leo mwanangu hatuwezi kumchosha mwanangu. Unajua kae jikoni moshi nini noma. Ila unamlemaza kwa sababu mtoto lazima akiwa pale nyumbani lazima apike mavitu. Acha kuongea sana mwanangu. Oya, gonga zege mwanangu. Mkaza mwanangu nionje mzigo mwanangu. Mimi nakujua wewe mwanangu. Unataka nipige kilalo wewe. Mzigo mwanangu ukweli huu hapa. Ndio kweli gani mwanangu? Ukweli huu hapa. Labda kilalo mwanangu. Umeona mimi mwenyewe na nani uzisumu mwanangu. Kweli mwanangu. Wenyewe wa moto. Eka zile la kushiba mwanangu. Hamna noma mwanangu. Shanta. Baby. Bado tujiamka mpaka sasa hivi. Hebu amka ule bwana. Nasa. Hebu amka basi ule bwana. Unateka? Nasa. Amka bwana. Embo shotani bwana. Nasa. 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 Embo shotani bwana. Nasa. 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 Jamani. Mbona hivyo? Nasra. Nasra! 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 Nasa! Nitakuwa mgeni wa nani? Kwa nini umeniruhusu nimepokea simu ya Nasa? Mimi sikumruhusu aje. Ametaka kuja mwenyewe. Hebu mfumbue angalau jicho lake kidogo tu. Nimruhusu aende zake Mwenyezi Mungu. Naomba unisaidie kuepusha matatizo. Nitakuwa mgeni wa nani kwenye dunia ya leo? Nasa nilikuwa nimeshamsahau siku nyingi sana kwenye maisha yangu. Lakini leo umemleta. Hii ndio ahadi aloniahidi. Naomba Mwenyezi Nasa. Mwenyezi Mungu naomba uniepushe na matatizo ambayo nimeyakuta leo. Nasa amekuja mwenyewe hapa. Basi naomba aondoke kama alivyokuja. Mwenyezi Mungu naomba uniepushe na matatizo.
Nasra. Nasra ndo kunifanyia hivi lafu. Mimi Nasra ndo nifanyia hivi jamani Nasra. Nasra jamani Nasra, amka ngao kidogo tu nkuruhusu ende zako Nasra jamani. Nasra. Nasra jamani. Nanifanyia hivi mimi jamani. Mwenyezi Mungu, kuna nipa mitihani yote hii jamani mimi. Nakwenda kufanya nini sasa hivi? Nakwenda wapi? Mimi nakuwa mgeni wa nani tena sasa hivi kwenye dunia hii? Sura yangu nitaiweka wapi? Nani atanielewa? Nasra, amka Nasra. Nasra, amka Nasra. Vipi ndugu yangu, imekuaje? Baba, mimi hata sielewi mwanangu. Yaani sielewi kabisa mwanangu. Sielewi imekuaje mzee baba yani. Sasa kwa hiyo wewe umetoka unamwacha mzima wa afya kabisa, halafu unarudi unakuta wajuzi. Baba nimeamsha we. Nimeamsha wapi? Baba nimeamsha mwanangu wapi mwanangu? Da. Kwa umemwacha na nani kwa? Peke yake. Iko peke yake bana. Kama nije kwako mwanangu. Yaani kuna anayejua na kushirikisha kwenye hili swala mwanangu, je nasaidiaje baba? Twende. Nasra kashakufa kabisa, kashakufa. Mimi nilishangaa, surprise miaka miwili mtu hajaonekana na kuletea surprise. Vipi wewe una wazo gani au umeshafikiria kitu gani mpaka sasa hivi? Baba mimi ninachokuwaza, unadhani mimi ninachokuwaza? Mimi nimeshachanganyikiwa sasa hilo lolote baba. Mimi sifikiri mbele, sifikiri nyuma, sifikiri kushoto wala kulia yani. Mimi nitakuwa mgeni wa nani kwenye dunia rafiki yangu? Hebu angalia kweli rafiki yangu aliyotokea haya baba yangu. Sasa hujamgusa au kumfanyia chochote kibaya kweli ndugu yangu? Baba, mimi sijamfanya chochote, sijamfanya kitu chochote baba. Mimi nimeamsha mpaka nimechoka, nimetikisa mpaka nimechoka. Mimi saa 1:30 mimi naamsha. Na sasa ndo surprise yenyewe hii, mimi sielewi rafiki yangu yani. Sema mimi na wazo. Wazo gani baba? Tutoe huo mwili nje. Unajua tukishautoa mwili huo, hapo wewe akili yako itatulia, itarelax. Sasa mwanangu, sasa tutoe mwili nje kwa majirani wote basi watatuelewa tunachoendelea nitakamata kirahisi mimi. Wewe niachie mimi hilo. Wewe mwenyewe unajua akili yangu inavyoweza kufikiria mbali. Wewe hapo mwili unatoka, najua akili yako itakaa sawa tu. Changu chako bana. Yaani wewe relax. Kuwa na amani. Dakika 2 tu. Kweli baba? Wewe niachie mimi. Najua wewe ukiwa na tatizo ni la kwangu na ukiwa nikiwa na shida ni ya kwako. Basi mwanangu sikiliza. Mimi hapa sielewi. Mimi nakutegemea wewe. Mwanangu naomba unisaidie kwenye jambo tulimalize basi. Mfanya hima akachukue vitu tujifanye mambo tuondoe mwili mimi nitaelewa. Basi dakika 2 mimi nakukuta hapa. Basi changamsha mwanangu. Baba wai baba. Nimeshindwa kukuelezea pale mbele ya wateja wako. Kuna tatizo. Tatizo gani hilo? Pisingo, unajua wateja wananisubiri. Usinipotezee muda, unasemaje? Ndugu yangu, Guni kamuua mpenzi wake. Guni kaua? Ndio. Hivi unafikiri kuua ni mchezo? Umeyapata wapi maneno kama hayo? Au umevuta bangi zako huko unakuja tena unaeleza mambo ambayo hata yaeleweki? Kaniambia mwenyewe. Pia kwa macho yangu nimeshuhudia. Hata hivi unavyoniona, naelekea kwa mwenyekiti. Hivi utaacha lini umbea Pisingo? Inawezekana alikuomba tu msaada umsaidie. Leo hii unapenda kufurahia sana matatizo. Mimi siamini kama Guni kaua. Ila sasa wewe endelea kusambaza huo umbea. Afu uone ni kitu gani kitakutokea.
Hoja wewe. Na nini? Umechukua nini? Maraba, buni, hujambo? Mzigo unakwenda wapi huu? Mzigo mzangu tunapeleka ofisini. Ofisi yako iko huku unapotoka. Huku unakokwenda kuna ofisi gani? Tunapitia hapo kwa mzee Joni hapa, tunapeleka mengine huko. Haya, umechukua nini humu kwa uhakika? Kitu gani kipo? Sikiliza kauli ya mwenyekiti. Hebu angalia bwana. Mjumbe, Hebu teremsha hiyo kitu. Makopo tuna haya makopo. Mjumbe, wewe. Wache tu angalie. Waache vipi? Waache vipi mwana? Serikali. Sasa serikali bosi, unajua mwanangu inakuwaje sasa baba? Makopo haya hapa makopo. Haya makopo. Sawa, weka pembeni. Makopo haya tunataka kuone na haya. Atafungua hapo. Sasa jamani, makopo haya tunataka tuyaone. Haya yote ni makopo. Wewe jamaa, unakuambia hii labda itakuwa bangi au nini, wasema wewe sijui nini. Mjumbe. Mambo haya ndio tunataka haya. Akikimbia yule wewe unakwenda. Wewe kama tumlete huyu. Maelezo ya Guni anaonekana anasema ukweli. Huwezi kumwamini mtu tu kwa maelezo yake tu. Nakumbuka dunia hii nafsi za watu zimeharibika sana. Kwa sababu polisi wanaendelea na uchunguzi wao. Wache tu tutaona. Kwa mujibu wa maelezo ya kiongozi, Guni hakuwa na wazo la kumtupa mali. Ila tu ni ushawishi ambao umejitokeza mpaka imekuwa vile. Sawa. Katika dunia hii binadamu kukutwa na mitihani ya Mwenyezi Mungu ni jambo la kawaida sana. Lakini ila upande wa mambo ya sheria basi tuachie polisi yenyewe endelee na sheria. Kama atakuwa hana hatia basi ataachiwa huru. Ila wewe kama kijana nataka ujifunze kutokana na jambo kama hili. Ni kweli mzee. Kwa hili nitajifunza. Nashukuru pia kwa ushauri wako. Acha basi mimi nielekee ili nikaendelee na majukumu mengine. Sawa, karibu tena. Kijana, umefanya jambo la msingi sana. Ila hakikisha unaoyazungumza ni ukweli. Sio uzungumze uongo kwa sababu ya kutaka kujitetea. Mwenyekiti, mimi nasema ukweli. Haki ya Mungu, Guni itakuwa kamuua Nasra. Hebu nipe sababu 3 zinazopelekea hisia yako wewe uona Guni kamuua Nasra. Kweli ushahidi mimi sina, ila inawezekanaje mtu akalala na kufa? Ushahidi wewe una, ila hisia zako zinakupelekea hivi. Sawa, tusubiri maelezo kutoka polisi. Basi sawa. Ujio wangu kaka, nimekuja kuletea taarifa. Taarifa gani? Guni amepata matatizo. Amefanyaje? Na hivi ninavyoongea yupo polisi. Amefanyaje? Amemuua mpenzi wake. Nini? Nasra. 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 Nasra karudi. Mimi mwenyewe nilishangaa hivyo hivyo. Wakati nipo kwenye sehemu yangu kufanya biashara pale kwenye kibanda cha chipsi, alinifuata Pisingo. Akaniambia kuna jambo nataka nikueleze. Nikamwambia hivi, si unieleze tu, si unaona na wateja? Akasema ili jambo siwezi kueleza mbele ya wateja. Inataka utafute sehemu tukae tuongee. Nikamwambia basi sawa, hamna shida. Tulipokaa ndipo akanieleza Guni amemuua mpenzi wake. Nilikataa kata.
Nikamwambia Guni hawezi kuua. Guni hawezi kufanya vitu vya ajabu. Guni mtaa mzima huwa anajulikana kwa tabia yake ilivyokuwa nzuri. Akang'ang'ania, Guni amemuua mpenzi wake. Na hivi ninavyoongea hapa, nikitoka hapa lazima niende nikamwambia mwenyekiti. Nikamwambia wewe ni mbea sana, lakini wewe endelea na huo mbea wako, kwa sababu wewe ni mtu ambaye unapenda kufurahia sana matatizo. Nikaamka pale naondoka, akanifyonya. Nikasema sio kweli, lazima nikuletee taarifa kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu sana. Guni alifuata Pisingo kama kumwomba msaada ili amsaidie, na yeye ndio alomshauri kwamba wauchukue ule mwili wakaufukie. Kwa wameufikia mwili au? Kabla ya kuutupa, Pisingo alienda kwa mwenyekiti kumpa hizi taarifa. Ina maana wakati wanachukua mwili kwenda kuutupa, wakajikuta ghafla wanazingira mwenyekiti, mjumbe pamoja na maaskari. Nashukuru. Asante kwa taarifa. Guni kweli ni ndugu yangu na ni rafiki yangu wa karibu sana. Alafu ni kijana mmoja mstaarabu sana, ila ni mcheshi. Ndio. Sidhani na siamini kama kweli anaweza akafanya hicho kitendo. Ni kweli, hata mimi kwenye biashara yangu ni mtu ambaye anapenda kuniunganisha sana, kuniunga. Huwa anakuja ananunua pale. Nashukuru kwa hizo taarifa na acha nionane na mwenyekiti kwanza. Sawa. Nadhani naweza nikapata mwanga zaidi. Asante. Hamna shida. Karibu. Hata maji. Na mimi ngoja niwahi hivi. Basi unajua tena kazi zetu bwana, bila kuhangaika hauwezi kupata nini. Sawa bwana. Sawa. Yaani nakuangalia vyumba vyote ndani haupo. Nikajua labda uko sebuleni unaangalia movie. Hapana. Na jambo kidogo linanisumbua. Mbona nikija hapa naweza nikalipatia jibu. Na ningepata jibu ningekwambia. Mimi nachojua mimi na wewe ni mwili mmoja. Jambo lako ni la kwangu, la kwangu ni la kwako. Sasa iweje uniambie mpaka upate jibu? Hivi uko serious kweli mwanangu? Nimepata taarifa kuwa Guni ana matatizo. Ana matatizo? Wewe. Ana matatizo gani?